Baba Apostle upate kuongoza. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Salimia jirani yako. Nasema msalimie mtu. Mwambie saa imefika. Bwana anatukuzwa. Mwambie saa imefika. Mwambie saa imefika. Praise, mlikuwa mnaimba vizuri. Sasa imefika saa yangu. Amen. Amen. Nataka niseme na wewe neno la Mungu. I want to say with you a word of God. Ni mzuri ukitoka nyumbani mwambie Mungu useme na moyo As you wangu. come from home, you just tell God, kindly talk with my heart. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mtu ameomba hivyo? Yes, someone was praying like that. Hebu anza kujifunza kusema hivyo. Start learning to say Mwambie that. Bwana sema na Tell moyo wangu. God to say with your heart. Amen. Amen. Baba, ninakushukuru Mungu wetu. Asante kwa siku ya leo. Asante kwa wakati mzuri. Tunaamini uko katikati yetu. Tunaamini unaenda kusema na maisha yetu. Tunaamini Bwana unaenda kutuonekania. Nitumie mimi. Hilo nichagua chombo chako ambaye imekubalika. Wacha iwe hivyo kwa utukufu wako. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka kusema na wewe. I want to say with you Asubuhi ya leo neno la Mungu. this morning a word of God. Na neno hili ni taa ya miguu yetu. And the word is the light of our legs. Na ni neno ambalo ni uzima. It's a living. Pia kwa wale ambao wanatufuata kwa mtandao. For those following us on the online, Ni wakati mzuri. it's a great time. Ujiandae na kitabu yako Get prepared with your book na kalamu and a paper ili uandike so that you maandishi write the topic, ambayo inasomwa. so that you write the Itakusaidia kukumbuka. It will help you to remember. Bwana Yesu Praise asifiwe. God. Kile nataka kusema na wewe Whatever leo, I want to say with you today, pengine ionekane ni kama ngumu, maybe it may be tough, lakini pokea jinsi neno lilivyo. but receive it the way it is. Bwana asifiwe. Praise God. Andika kichwa cha somo yetu, Write the topic, mapenzi ya Mungu yatimizwe. Neno mapenzi ya Mungu yatimizwe the will of God be done. ni neno ambalo ni la nguvu sana It's a word we Kwa maisha yetu. spend in our lives kama Wakristo. as Christians. Mapenzi ya Mungu The willingness of God yatimizwe. be done. Pepa sio rahisi, Correction, it is not easy. sio rahisi, It is not easy. lakini wakati mapenzi ya Mungu inatimizwa, But the time the will of God is being hata done, kuna machozi. there is a cry. Ambia jirani, hata kuna machozi. Tell your neighbor there are tears. Wakati mapenzi ya Mungu At the yanatimizwa, time the will of God is done, hata kuna machozi, there are tears. kwa sababu sio rahisi. Because it is not easy. Wakati unapoelekea kwa mapenzi ya At the Mungu, time you are reaching to the will of God, watu hawatakuelewa. people will not understand you. Kuna watu hawatakuelewa, There are people who shall not understand you. kuna watu hawatakufahamu. There are people who will not understand you. Mapenzi ya The Mungu will of God, unapotimiza, as you reach, utabaki peke yako. you will remain alone.
Hamtatimiza wawili. You will not. Hamtatimiza wawili. Utatimiza mapenzi ya Mungu mtu mmoja tu. Kwa sababu ina gharama yake. Because it has its cost. Amen. Amen. Ina gharama yake. It has its cost. Kwa hivyo wakati unapotimiza mapenzi ya Mungu. Therefore, as you do the will of God. Katika Biblia. In the Bible. Hao ndio watu waliitwa masujaa. Those are the people who are called the victors. Masujaa wa imani. The victors of faith. The victors. Masujaa wa imani. Tell your neighbor the victors of faith. Wakati wanapotimiza mapenzi ya Mungu. The time they do the will of God. Wanainuliwa. Wanakuwa masujaa wa imani. Become the victors of faith. Kila mtu. Everyone. Katika Biblia. In the Bible. Mwenye tunasoma historia yake. The ones we read their stories. Amekuwa sujaa. Has been a victor. Sema sujaa. Say a victor. Sujaa wa imani. A victor of faith. Sujaa wa imani. A victor of faith. Ambia jirani yako sujaa wa imani. A victor of faith. Nena na moyo wangu, nena na moyo, nena na moyo wangu, niyajue mapenzi yako. nena Nena na moyo wangu, nena na moyo, nena na moyo wangu, niyajue mapenzi yako. Baba, Nena na moyo wangu, nena na moyo, nena na moyo wangu, niyajue mapenzi yako. Bwana anene na moyo wako ili ujue mapenzi ya Mungu. May God speak with your heart for you to know the will of God. Kujua mapenzi ya To Mungu know kwa the maisha will of yako God in your life ni ya muhimu sana. is of importance. Na ukijua mapenzi ya Mungu The will hautang'ang'ana. of God will not struggle. Ambia mtu hautang'ang'ana, And someone who won't struggle hautanung'unika, hautalalamika. will not complain. Ukijua mapenzi ya Mungu If you know the will of God, hautalalamika. you will not complain. Nimekuambia hakuna mtu atakuelewa. I am telling you there is no one to understand you. Inafika mahali utabaki You reach peke a yako. point you will remain alone. Bwana Yesu Praise asifiwe. God. Maandiko inasema The scriptures are saying katika kitabu cha Mathayo in the book of Matthew 6 pale, Matthew 6, ikianza Baba yetu aliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Yeye inafuatia mapenzi yako yatimiza hapa duniani kama wa will be done here on earth as it is in pendwa. heaven. Unaweza kuwa unapitia jaribu It can be ambalo that you linakubalika are na going Mungu. through a test that maybe is accepted by God. Majaribu yote sio ya shetani. All tests are not from evil spirits. No. Majaribu yote sio ya mapepo. All tests are not from evil spirits. Kuna jaribu ambalo linakubalika, There is a test that is accepted. wewe mpite, Just bypass it. imani yako hiyo ijaribiwe. That your faith to be tested. Bwana asifiwe. Praise God. Sijui yako ni gani? I don't know your test is which one. Sijui yako ni gani? I don't know the type of your test. Kila mtu anajaribu la kwake. Everyone has a test of it. Kuna jaribu ambalo Mungu anaruhusu. There is a test that God allows. Kwa nini anaruhusu? Why has God Ili allowed that? apate utukufu. So that he may be glorified. Ambia jirani, ili apate Tell utukufu. your neighbor so that he may be glorified. Mungu anaachilia hiyo jaribu God releases that ili Mungu apate utukufu, for him to be glorified. na wewe pia uwe shujaa. And for you to be a victor. Amen. Amen. Unajua wakati unapopitia You jaribu, know, at the time you are going to various tests, hapo ndio
itakana usimame utangaze kama That is uko na why you are wokovu being ama told huna. to stand whether you have salvation or you don't have. Naongea na mtu. Am I speaking to someone? Tulikuwa tunajifunza Powerhouse, usishindwe na ubaya, At Powerhouse, we are being bali told there ushinde ubaya kwa wema. that may you defeat the bad. Yaani people. mashujaa lazima watende wema, The victors have to do. haijalishi It inafananaje. doesn't matter how it looks. Kitambo uitwe shujaa, For you to be called a victor, umetimiza mapenzi ya Mungu. you've done the will of God. Watu wanaweza kosa kukuelewa, People may not understand you. utaongea na watu wakuelewi. You will speak with people, but people will not Hiyo ni kweli. understand. That is true. Sio wote watakuelewa, It's not that all of people have to lakini understand. wewe elewa, But for you just kama understand. uko kwa mapenzi ya Mungu, You are in the will of God. simama imara, wewe ndio shujaa. Stand firm. Since you Watu are a wote victor. ambaye tunasoma kwa historia kwa Biblia, Everyone that we read in the Bible, kuna watu walikuwa masujaa, there are people who are victors. na shujaa And the victor, anaamuanga, he always decides. na akishaamua, And if he decides, hivyo ndivyo inatendeka that's kwake, the way it happens. hata kama ni kufa. Even if it's about death. Bwana asifiwe. Praise God. Naongea na wewe nini? Wakati And ambapo unatimiza mapenzi ya the Mungu, time you are doing the will of God, unaweza hata kulia. you can even Kuna mambo Mungu anaweza ruhusu there are some things God will allow yaje kwa maisha to yako, come unto your life, ikuondolee utoto na so uchanga, that He may remove your childness, ikuondolee uchanga, remove the childness in you, ukomae. Bwana asifiwe. so that you mature. Unajua, sikia nikwambie, Listen, I tell you, jina gani unaitwa nyumbani? Unaitwa baby? what name are you called in your home? Are you called baby? Unaitwa Hani? Are you called honey? Kumbe tena muongei. Again, you are not speaking. Naona sasa. You see now. Nataka kukufahamisha kitu. Unaitwa baby, You understand. unaitwa Are you Hani, called unaitwa baby, nani? honey, or Mwanaume how anaitwa are you nani? being called? Ah. Kuna vile unaitwa hata saa hii. The way you Umetoka nyumbani umeitwa Hani. Hiyo Hani imejaa tu. From home, Yaani hata ukitembea unaona Hani. as you leave your home, you just see honey. Sema Hani. Say honey. Hapa watu waongeini sana. Unakuwa kimya. This time people always are Hebu quiet. sema Hani. Say honey. Umetoka nyumbani umekuita Hani. You've left your home being called Wewe ndo honey. unatembea kama Hani. Then you walk as honey. Yaani wewe ukiitwa hiyo jina unaanza naona tu hata kama You're uja. being called honey. You can just go far. Kama unaitwa hiyo jina unaweza naona Always tu. called honey. Watu wanashangaa You nini? just always Anakulanga go far. nini? Na kweli hakuna kitu nakula, ni amani imejaa. It's just a peace of mind. Amani imenenepa. Just peace of mind. Kwa sababu gani? Kuna mtu anakuita Why? Because there is someone jina nzuri, a good name. asali. That Yaani unashangaa tu vile unatembea vile wewe ni asali. someone Kwa njia yoyote. Then you just Na yeye nipigie makofi. Nikisema kupiga makofi, piga makofi. Hiyo ndio ukweli. That is the truth. Umenona tu kwa sababu umeitwa Hani. You don't fat because you've been called honey. Ukitembea barabarani unaona tu Hani. Hani, 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 asali, asali. Vile wewe unaitwa asali. You just say honey because you are being called honey. Imebadilisha hata mtindo. It has changed even your ways. Imebadilisha fashion. It has changed your fashion. Unatengeneza ingine mpaka haijawahi tokea. Hiyo ni kwa sababu umeitwa Hani. That is
Why? Because you are called honey. Umeona kwa sababu unaitwa honey. You are grown fat because you are called honey. Nipigie makofi. Sio mbaya kuitwa honey. It's not bad. Sio mbaya kuitwa majina yote. It's not bad to be called all. Sio mbaya kusifiwa. It's not bad. Lakini kando na hiyo ujue, But besides that, be aware. katika barabara kuna mlima In a way, there is a na kuna mteremko. Mteremko na teremka. There is a valley and there is a Mlima unapanda. for a hill. Hata vile tunaongea sasa hivi kuna mtu hapa anasema mimi naona watu wanacheka lakini As I sisi told you, wanacheka. someone is saying here, I always see people laughing. Yaani kuna watu wacheki. There are people who are not laughing. Alishakuja sura yake miaka 5 There are zilizopita. people who are not happy Hapo from 5 years ago. hapo kwa mlima. It's just in that Wewe uko way. kwa mteremko. You are being. Kuna tofauti ya mlima na mteremko. There is a difference between a hill. Ukipanda mlima unatumia nguvu. As you go up to the climb the Unaweza fika uchoke. Umesikia mtu amechoka kwa mteremko? Kuna mtu amechoka kwa mteremko? You see this? Hakunanga mtu anachoka kwa mteremko. Watu wanachokanga kwa mlima. People tire when Unachukua step moja, unachukua step ya take pili. one step, the second step, Kuna mlima. there is a hill. Wakati wa mlima hautasikia jina la hani. You can't hear the name honey. Saa zingine wacha niwaambie hivi. At times let me tell you this. Penda Mungu Love your God. kwa moyo wako wote. Love your God all your Unaweza heart. penda mwanadamu You can't love a human being. umalizie akili yake kwako Then maybe all your mind na kesha atakuvunja moyo. and tomorrow you can break your heart. Alikuita Ami, leo anakuita ng'ombe. Today is just calling you a cow. Unatafakari tu kutoka kwa Ami You're just thinking just from uvuke honey, mpaka ng'ombe. just going to a cattle. Yaani mtu akikuita ng'ombe unashangaa, huyu mwanaume alikuwa wapi? Aliona nini? Where was he? Mbona amechukua sura ya ng'ombe? Pembe, Just take a picture of a cattle. mguu ine, Bones, four legs, mkia, asante. and a tail. Ukifika hapo naanza kukonda, hata kama unakula chakula unakonda mwenyewe, unapunguza makilo. Sema amen. Unapunguza makilo. You lose the kgs. Unakula ushibi. You eat but you are never satisfied. Unatafakari. Na watu walitafakari kwa njia hapa, anakumbuka sana. Kwani mimi nilikuwa You are ng'ombe? just in thoughts that am I a Alafu cattle? anaongezea ingine dogi. Again you add another one. Ukumbuke dogi. The dog. You just remember about dog. Umbwa mwenye amezaa. That dog which has given birth. Hata kutembea, yani Even walking. huko chini naenda tu hivi. Just Umbwa yenye inanionyesha ina style nyingine. Hata watu wakiona umbwa wako wanatamani kulaani. Yaani unakumbuka umeitwa umbwa. remember that you've just been called a dog. Dogi. A dog. Unatafakari ukitembea sema dogi. You are just Dog vile inafanana. just thinking how the dog looks like. Kutoka kwa hali umerudi kwa dogi. From honey to a dog. Kuna pendo hapo kubwa. There is a Pendo. big gap. There is a big gap there. Kama hauwezi If you can't, kugundua mapenzi ya Mungu, if you can't hapo define ndipo watu wengi the will walitokea. of God, that's where many Hapo. people became tired. Lakini mapenzi ya Mungu upite hapo, But the will of God is wakuseme maneno, for those people to say you some sort of words. wakuseme maneno, They talk ill of you. wakuambie uko hivi, They tell you that you are. waongeze na takataka. They add the trash. Papa alisema hizo Mungu. Naangalia mbinguni. Unaona mbingu ni kama iko mbali. Say the heavens
very far. Bwana sifiwe. Praise Naongea na mtu I'm speaking to someone. kutenda mapenzi ya Mungu Doing the will of iko na gharama. It has. Kitabu timize mapenzi ya Mungu iko gharama ya kulipa. Will of God. There is a. Sio kwamba hauwezi fanya kila kitu yenye wanaume wanaweza fanya. That men can do. Sio kwamba huwezi fanya chochote yenye wanawake wanafanya. Lakini But kumbuka remember, kuna mapenzi ya Mungu. there is a will of God. Juzi nilikuwa nasaidia dada moja, The other day I was helping one sister. alikuwa amefika mwisho. She had reached a point. Alisema kitu kingine yenye sijawahi sikia mtu She akisema. said something which I've never even heard anyone saying about it. Alikuwa anasema hivi, She was saying this. huyu mwanaume ananichezea. This man's just playing with me. Nikusaidie nikuongezee ingine. Utasema sema. You said, Bwana asifiwe. praise God. Akasema hivi, She said this. huyu mwanaume This man, amenifikisha hivi kwa nini? she has taken me up to this point. Why? Na akasema And she said, niko na vitu I have things yenye navita tamanini that can do it yenye mwanaume mwingine anaweza hitaji that any man kando na huyu. can require besides this man. Nikamuuliza vitu ngapi? And I asked her, how many things? 80%. 80%. Sasa nafikiri wewe pia unajua. Hata mimi nilinyamaza nikasema I just kept quiet and I said huyu anaongea nini? Anasema niko na about 80%. She said that she has 80% Vitu yenye mwanaume mwingine anaweza kuhitaji. things that any other man can use. Sasa hapa tukwenda sana tulibakia. It didn't reach further, it just remained there. Lakini kama wewe wakujaza, But as for you, so unaweza kujaza. Unaweza anza 1 mpaka 80. you can complete one from 80. Alafu kuna wengine hapo wanaweza fika 90. Then someone can reach Wengine 70, wengine 20. and that's 20. Nikamwambia hata kama iko hivyo, I told him even if it, lakini sikia, but listen, kuna kusamehe. there is forgiveness. Anamaanisha nini? What does she Anaweza fanya chochote that she can do anything kando na besides having huyu, that husband. lakini kwa sababu ya kuogopa Mungu But because for the fear of God, hawezi chukua step. she can't take Hebu such sikia step. nikuambie, Listen, I tell you, mapenzi ya Mungu the will of God, yatatimizwa kwako. it shall be done unto you. Ukitaka kuona furaha, If you want to see the happiness, tafuta hiyo mapenzi ya Mungu. just chase what Wakati yenye unapita kwa mapito magumu, and the time you are going wacha through kulalamika. tribulation, stop. Laiti ungelijua, I wish I was ungelitafuta mapenzi ya Mungu just look kwa for maisha yako. Kuna watu watainuliwa There are some people shall kwa sababu ya kukusaidia wewe kupanda. because of helping you to go up. Tena sio wambaya, Not ni wa karibu na wewe hapo. even just near you. Kuna watu watainuliwa There are some people kukushambulia lifted. na wataongea na umekauka macho, They can talk ill of you. hawana aibu, They don't have any shame. wanaongea mpaka na sengenya na They watu. just talk ill of you. They Mimi backbite fulani the servants of God. roho yangu That someone haifurahii. has found my heart is not happy. Kwani wengi wanachagua makohani? Are you the one who selects the priest? Kosa kufurahi, ufurahi hiyo juu yako. It's about Sema amen. Amen. Kwani unataka nimekuja kukufurahisha hapa? I've not come here to make you happy. Amen. Amen. Si ajabu ninaongea hivi kuna wenye wako tu kwa simu. There are some people somewhere there, maybe with phones, Wana chati tu. just chatting.
unachati na kamama kengine kwa kang'amu amekagawa tu. Unachati akinitumia kwa picha yake. Just chatting with foreign people, foreign ladies or foreign men. Surprising. Hata wazee kama sisi, Even the age like us. wacha kusumbua akili yako. Stop disturbing your mind. Wewe unajua kwa nini wanaekanga picha kichwa? You know why they always play that picture? Pengine hata huko chini mlema. Maybe down there is the lane. Sasa umezima simu saa hii kwa sababu nimesema Put your phone now because of waachana na hiyo tabia being that behavior. kuchati na watu. Chatting with people anyhow. Mtu akikwambia wewe umependeza, unacheka kwa simu peke yake kama ndazimu. That you look beautiful or handsome, you love yourself as if you are the same person. Na umezeeka tu na miaka And mzuri. you just look old. Waachia wajenzi mambo yao. Toka huko. Ati unasapua marafiki yenye uko nao sijui ni ngapi, wengine Nigeria, wachawi. Hebu toka huko. Hata haina faida. Haina faida. Doesn't profit. Sasa hapo ukigusa simu hapo umekuwa maharibu watu. You catch up. Nasema hivi, I'm saying this. simu ni mzuri, Your mobile phone lakini sio kila kitu iko kwa simu ni yetu. not everything in the phone is ours. Sema amen. Say amen. Sio kila kitu yenye iko kwa simu hapo Everything in that mobile ni kizuri kwako. that is good in you. Halo, Hello. sio kila kitu. Not everything. Nasema hivi, I'm saying this. wakati unapojaribiwa, At the time you are being tested, mapito ambayo unapitia, the temptations you are going through, ukiomba if you pray na uoni chochote and you kikitendeka, don't see anything happening, rudi tafuta mapenzi ya Mungu. go back and just do the will of God. Mwambie Mungu, kama ni mapenzi yako And tell niteseke God, if it's your will kwa for kiwango me, hii, be tested. nipe neema. Give me the grace. Wacha kulalamika, Stop complaining. penda paka na maadui wako, Just love even your enemies. penda Love your huyo mke enemies. mwenzako mwenye uletewa, Your co-wife that was given to yaani you, umeomba, that you prayed. Mungu anajia Bwana. Wakati utakapomaliza hiyo jaribu, At the time you will finalize that test, atafungua mlango. He will open doors. Hawezi kukuacha ukupe na hiyo majaribu, atafungua mlango. Hakuna jambo lenye haliwezekani kwa Mungu. Mungu anaweza kuja mtu akuje kiburi. Unajua kiburi ya mtu kitashushwa. Kuna mtu anaelewa tena nasema? There's someone understanding what Ilifika wakati wa Ayubu, it reached a point for Job. alipofika wakati wake wa kujaribiwa. And it reached a point for him being tested. Wapendwa, Brethren, Ayubu alibaki peke yake. Job remained alone. Unaweza baki peke You yako, can't remain alone. na ukibaki peke yako And as endelea you remain kuimba. alone, just continue. Bwana asifiwe. Praise. Endelea kuimba Continue. wimbo wa ushindi. Continue. Mashujaa, mashujaa waka, We have victors here. wewe ni shujaa, You are a victor. wewe ni shujaa. You are a victor. Wewe wacha kubebana na watu. Stop carrying. Shujaa abebingi watu. Victors don't carry. Kama utajua If you would know mapenzi ya Mungu, the will of God, upite kwa hiyo njia, for you to bypass that test, upite kwa hiyo njia. for you to bypass that, Nasema pita, just pass.
vumilia, persevere. hata kama unalia leo, Even if you are shedding tears today, kesho hautalia. tomorrow you will not cry. Una sababu zote You have za kuambia watu nimepita mahali. Una sababu zote. Tena sikia, wakati wa jaribu ikiwa mgumu na nzito, Mungu ananipanga wimbo. God always brings a song. Mungu hata kama hujui kuimba, Even if you don't know how to sing, Mungu analeta wimbo. God always brings a song. Hii wimbo This song, ndio naonaga watu wakitoa wimbo, wengine wamepitia that's why you shida. see some musicians moving some songs. Maybe they have gone through many challenges. Kwa mfano, For example, ndugu wetu wa Sogoti our brother, mwenye aliimba wimbo ya alama papa that brother Kirorgon Kitamai. sang that we thank God that Yeye anasema, he says yeye ni that mlema, wangapi walimuona wanamjua. how many know that Tutamwalika siku moja God, atatoa ushuhuda. Anasema aligongwa na trailer. he said he got an accident. Vile ni mlema na basikeli yake hivyo, trailer ikamchapa kapiringika huko. He was involved in an Msomaji accident. alipoamka, anasema Msomaji alilia, akasema ninaweza kuwa